shule kufanya tena hivi? Wewe unaenda kusoma au hauna hata muda huu? Yaani mimi kwanza hapa sikuwa na wazo la kwamba leo kuna shule. Bora tu tuache tupige zetu story maisha yaende. Mimi mwenyewe muda huu wa shule hapa naanza tu shuleni. Muda unaenda mimi naenda. Haya ngoja mimi nikavae nguo niende shule. Ola namuwaza asiyenipenda, ninayempenda yeye haniwazi. Hizi hisia zinanitupa mbali, ninajiona kuwa zinanitupa, naonekana kuwa najishaua. Mwisho wa siku mwenzenu ntajiua, sababu yake ni hisia. Mimi naomba amnia. Niko poa, namshukuru Mungu. Nzuri tu. Mambo ya kusaidiana. Kitu gani hicho? Kupenda sio kosa, lakini kwa muda huu mimi mahusiano labda nitakufikia baadaye na nitakupatia majibu sahihi, na huenda inawezekana sio ni wewe bali ni saa zako ndio zinazosababisha nazungumza maneno kama hayo, lakini najua tu kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo nitakupatia majibu sahihi. Nashukuru sana kakaangu. Basi kwa sababu tuko pamoja sana. Sasa nahisi hapa kuna jambo ambalo nimeamua nikuulizie, na ndio maana nimekuja mazingira kama haya. Nataka nikuulizie kama unaweza kazi ya kukaba mtu. Yaani mimi nipo radhi kukupa chochote kile ili mradi utimize lengo langu. Kwa sijajua kabla ya yote, sijazungumza mengi, sijui kama kweli unaiweza hiyo kazi. Kuna hizi. Wewe hilo tu jua kwamba sasa hivi hamna kitu cha bure. Yaani hela zipo. Kama waka upo. Fanya, niambie kazi gani hiyo? Na kazi yenyewe ni hivi. Kuna jamaa fulani anatembea na mdogo wangu. Mdogo wangu mwenyewe ni mwanafunzi. Lakini sasa nimejaribu kutumia mbinu zozote zile ili waweze kutengana, lakini imeshindikana. Kuna siku moja nilikuta kwa wamesimama wote. Sawa? Hapo hilo jamaa likakimbia. Yaani mpaka sasa hivi yaani namtafuta kwa udi na uvumba ili niangalie kama naweza nikamkamata kweli. Akiingia mikononi mwangu najua jinsi ya kufanya. Kwa hiyo mimi utakapotimiza lengo langu, yaani utakapotimiza lengo langu, kila kitu chochote kile utakachosema nitakupatia. Umenielewa? Huyo jamaa yaani hizi njia ni kama za kwake, anapenda kupita pita, na anaitwa Samuel. Samuel. Mimi yaani wala kuhusu swala la hela bila mimi nalijua. Yaani wewe kuhusu hilo ndugu yangu. Yule jamaa yule pale, huyo hapo, umemwona huyo? Ndio anatembea na mdogo wangu hapo. Tunajua mimi lazima ni yaani kila kazi ninayofanyaga mimi lazima natangulia kwa device. Tembeza hiyo. Na labda nikwambie kitu kimoja, sawa? Nitajie namba yako ya simu. Nakutumia kwenye simu. Namba yangu ya simu? Andika 07. Tayari. Okay, sawa. Mimi hapo nimeshamaliza. Na kila kitu kitakuwa sawa, nitakutumia tu wala usijali. Wewe cha msingi timiza kazi yangu. Na ukishaimaliza tu, yaani zote namalizia na kupa hela yako. Umenielewa? Poa. Lakini sitaki mieushi, unaelewa? Hamna shida, mimi nishakwambia wewe zingatia tu kazi yangu na mimi nazingatia makuto yako. Yaani jamaa wangu kifeli, sawa? Sikuache basi na kumaliza. Poa, hamna noma. Poa.
Swali inakuaje? Mfahamu? Ninamjua. Nani yako? Unanionyesha maswali. Sawa. Kwa shida gani? Kama ni mwanafunzi. Mbona ni mwanafunzi? Kwa nini ndani yako hiyo? Hello. Uko wapi? Hapo mtu wako na nimeshamshikilia hapa chapu na raka. Na wai basi. Nikusamee nini acha ujinga? Yanazungumzika. Yanazungumzika nini? Utie shingapi? Unatembea na watoto wa shule. Unajielewa kweli wewe? Hii nchi imeshajaa watoto wa kike wengi, wasimbe wengi. Sasa kukimbia. Wewe kipindi kile nikutana na wewe. Alafu ukakimbia kwa mdogo wangu. Na nikwambia muda mrefu hata kutembea naye yule mwanafunzi. Lakini hutaki kunielewa. Sasa sikia. Leo unachagua kusuka na kunyoa. Umenielewa? Wewe sikia, unamwelekeza nini? Imekuwa mara ngapi nakuona mimi na yeye? Mara ya pili. Mara ya pili. Ni kama rafiki yangu tu anamshauri nini? Hata isoshe kitu kingine mnakumbatiana kabisa. Sasa urafiki gani wao? Bado kukumbatiana ni vibaya. Si salamu kama salamu. Wewe sikia. Unajua mimi na kitu. Unajua tu. Nendai. Nakukute huko. Tamu. Nendai. Nenda naye. Watoto wa Mungu waga hawafanagi. Acha kuniambia taarabu. Kwa amekukosea nini mpaka mkabe? Acha kuniambia taarabu. Hata kama mtu amekukosea. Kwanza ni nani wewe? Hata mimi ni mchungaji. Mchungaji? Basi kamhubiri bibi yako huko. Kipishi hapa. Sikia nikwambie. Acha wasikulizingua vipi wewe bwana ndio huko. Wakati wa mgumu mtegemee Yesu. Mungu ni mwema kabisa. Mungu ni mwema. Asante. Unapendeza. Asante bana. Nategemea kama changamka yani kwenye yani baada na raza. Haki za ni wangu ametoka ndani ya watoto kipindi kile tunakutana. Ndani kwa ndani pale. Kipindi kile pale chini. Na hata hivi mimi kwa nimekwambia kwamba sina mwanamke. Kile yani yule mwanamke aliyepita pale yule mwanamke yule. Kile kiendelea kipita kitasimama. Alikuwa shakipata. Ndio maana sasa bwana kakangu kunidanganya kwamba una mke tena. Ndio maana pale alipita pale ndio maana nikwambia ngoja nikuache maana naona kama vile ueleweki. Kwanza pale nilikwenda ila naomba samahani kwanza kwa mimi nishakusamea. Najua sio wewe yani ni hisia zangu. Nimeshakusamea. Ila kwa kweli tofauti nayo najua ni hisia zako. Najua sasa hivi mkaangu ndoa yako haina amani. Basi mimi mke wako kuna muda namuona akienda sokoni akienda wapi. Mimi nitakuja nimfuate na nitamuelewesha. Atakuelewana ndio yeye nitakaa na mama. Wewe endelea kumbembeleza hivyo mke wako. Pita pale uuze pale. Sio kwamba alikuuzi. Kumbuka wewe ni mke wako. Na kumbuka ana haki ya kukasirika. Hata mimi nikiwa na mtu ambaye nampenda, ambaye ndio mume wangu, na mwanamke mwingine. Tena mdada ni mpole sana. Yaani kitendo cha kusimama tu katikati na kwenda zake. Ilikuwa sio rahisi kwa wanawake. Basi mimi nikikutana naye nitamuelewesha. Na basi sasa jaribu kumwambia kwamba mimi nafanya kazi na wewe. Ili mambo yaende kawaida sana. Sasa dadangu. Sawa kangu, tuko pamoja. Tutakutana kwa muda mwingine. Yasipoendelea utaniambia. Ila na mimi nitajitahidi. Napenda sana
Tuna watu wawili wakilala. Haya. Haya, bye. Poa. Mimi niko poa, namshukuru Mungu kabisa. Nashukuru pia kukutana wewe kwa muda huu. Sababu mimi mwenzako nilikuwa nimekimisi sana. Hata pia mimi ngani. Nashukuru sana sababu unakumbuka kipindi kile nakwambia kuwa nakupenda. Nilikuwa nafikiria mambo mengi juu yako, lakini kama naona leo jibu langu limekuwa vizuri sababu ishara ndio kuonyesha kama umetimiza. Kwa hiyo inaonekana jibu langu limekuwa vizuri. Nashukuru sana kabisa. Wala usiwaze kuhusu mimi kwamba eti naweza kuwa kama vijana wengine, yani mtu anakuwa na mahusiano na mtu ndani ya kama 20 hivyo ameshaachana na ameshapata mwingine. Mimi sipo hivyo. Upendo wangu kwako ni wa dhati. Sawa, nimekuelewa mengi unazungumza. Kazi yako ni moja tu. Kunitimizia huo upendo ambao unanipa. Yaani kuhusu hilo kabisa ungani. Napenda sana. Yaani napenda sana. Yaani mpaka wewe kujifikiria kabisa yani mpaka yani nakuchukulia yani wewe. Unamsema kabisa ni mimi mwenyewe ambao nimeunda tena kwa ajili yako mwenyewe. Kama ambao naweza kukufikia wewe sio kwa mimi. Naweza nikamwambia kwamba wewe umekuwa kupata. Hayo kwa sababu ya kundani. Siongeze chumvi bana, acha zako. Mbona unafikiri kudanganya? Ulikuwa unaelekea wapi huko? Mimi nasema naenda hapo tuende. Moja kwa moja. Sawa, nitakusindikiza. Sio mbaya, wewe kama naona ulikuwa unarudi nyumbani lakini kama naona kazi tunaweza kwenda wote. Haya. Jina langu Juicy Boy kutoka Kumugamba, yule Juicy Boy, nipo na yule pisi. Hiyo ni lazima Sikiliza. Usije kunipanda kichwani. Usije kunipanda kichwani. Wewe ukienda shule, fanya kile ulichokifuata kule. Umeelewa? Alafu tena kitu kingine. Mimi kama mimi ni mtu mzima ambaye najielewa. Sawa? Kwa hapa nina uwezo wa kuongea na mtu yeyote yule kwa sababu mimi wakati naenda shule niliwasikiliza wazazi, hatimaye nilitimiza. Umeelewa? Nilitimiza. Kwa hiyo sasa hata wewe mwenyewe kama unataka labda kwenye starehe zako, maliza shule kwanza, hafu ndo ufanye mambo mengine. Umeelewa? Hapo. Wewe cheka. Ndio mnatemea mmesogelea leo. Wewe sikiliza sasa, mimi nipo serious ujue. Au ndio hivi nilisema? Wewe Nenda. Nenda.